katika kanisa. Tusome pia kusudi la kanisa. Tunaona kwamba kanisa lina kusudi moja, kumtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hivi imeibuka mambo kadhaa, mambo mengi yanayojiinua katika sehemu mbalimbali. Watu wengi wanaabudu, lakini jinsi wanavyoabudu hawamtukuzi Mungu. Kwa hiyo kuna namna ambao uwepo wa Mungu au roho wa Mungu hayupo ndani yao. Kwa sababu gani? Hawajalitambua kwamba wao ni hekalu la Mungu, na ya kwamba roho wake anakaa ndani yao kwa ajili ya kuwaongoza. Kwa hiyo jinsi wanavyomtukuza, wanamtukuza isivyo stahili. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tukiendelea pia, kanisa lina aina mbili za mamlaka ambazo ni Roho Mtakatifu, tunaona, pamoja na neno la Mungu au maandiko kutoka katika Biblia. Hebu tuangalie kwa upande wa Roho Mtakatifu. Tukisoma ile Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 26. Yesu Kristo alizungumza na wanafunzi wake mahali hapo. Kuna jambo ambalo alikuwa akiwaambia kuhusu ahadi ya Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaonekana kama mwalimu, anaonekana kama kiongozi, anaonekana kama msaada kwao katika maisha ya kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma hii Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 26, neno la Bwana linasema kwamba lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Atawafundisha yote na atawakumbusha yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anaonekana ni msaada katika kanisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wengi leo wameshindwa kuona ule msaada wa Roho Mtakatifu. Wameanza kutembea katika mapenzi yao, wameanza kutembea katika kujitukuza. Kwa maana gani? Roho Mtakatifu hana tena msaada kwao, hana tena ile nguvu ya kuwasaidia na nguvu ya kuwakumbusha yale Yesu Kristo aliyoyaacha, au yale maagizo ambayo Yesu Kristo aliyoyaacha. Bwana Yesu asifiwe sana.